Zaburi 18:28 hadi 30. Maandiko yanasema, kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu, Bwana Mungu wangu aniangazia giza langu. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanaomkimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Your next level, kiwango chako kingine, can never see the light of the day kiwezi kuona mwangaza wa dunia without the help of God. bila msaada wa Bwana. Your next level can never see the light of the day without the help of God. Kiwango chako kingine hakiwezi kikaona mwangaza wa dunia bila msaada wa Bwana. Every one of us, we are candidates of God's help. Kila mmoja wetu hapa anastahili msaada wa Jehova. And we need the light, Na tunahitaji mwangaza so that we may overcome every darkness in our life. ili tukaweze kushinda kila aina ya giza katika maisha yetu. Your next level can never see the light of the day Kiwango chako kingine hakiwezi kikaona mwangaza without the help of God. bila msaada wa Bwana. Hivyo ni kusema kiwango chako kingine unahitaji msaada wa Mungu. Na ikiwa hauna msaada wa Mungu, hauwezi ukafika kiwango hicho kingine. Ili giza kutoweke, mtu anahitaji mwangaza katika maisha yake. Ili tuweze kushinda giza ya maisha, tunahitaji kusema ya kwamba tunahitaji msaada wa Bwana. Na msaada wa Bwana unaweza kuja kila njia ya mwangaza. God is God of possibility. Nimepata kutambua ya kwamba Mungu ni Mungu anaweza yote. Na jambo moja ambalo Mungu hulifanya, Mungu huwa anageuza giza inakuwa mwangaza. Mahali ambapo unadhania kana kwamba unapitia giza katika maisha yako, unakuta Mungu amegeuza hiyo aina ya giza ikapata kuwa mwangaza. Kuna watu wanapitia giza katika maisha yao siku ya leo, lakini Bwana anafanya hiyo giza kuwa mwangaza leo katika jina la Yesu. Jambo ambalo linaonekana kama haliwezekani katika maisha yako, kuna Mungu anayeweza. Na ndio maana maandiko yanasema katika Zaburi 18 ya kwamba kwa msaada wako Bwana ninaweza kuruka ukuta. Kwa sababu ya msaada wako ninaweza kuruka ukuta. Kwa sababu ya msaada wako naweza kuruka ukuta. I can jump over a wall. Ninaweza kuruka ukuta. Na ninaweza kushinda jeshi la vita. Kwa sababu ya msaada wako. Kwa sababu ya msaada wako
no hote gutoria naweza kushinda kindu gitagwo jeshi na no hote kuagarara kana kurunga ruthingo na ninaweza kuruka ukuta. Troops Majeshi ya vita are the agents wanakuanga watumishi iria cigagwo nigetha irowe na guthie gwitũ na mbere. Wamewekwa ili kupigana na maendeleo yetu. Icio irehaga opposition. Majeshi hawa ndio wanaleta vizuizi. Na rĩrĩa rĩothe mũndũ wa Ngai arenda kwambata, na wakati wote mtu wa Mungu angependa kupanda kiwango, nĩ kũrĩ na mahinya marũaga nake. Kuna mapepo ama nguvu za giza zinazopigana naye, marĩa mamwĩraga ndũkuma harĩa ũrĩ nĩgetha ũthiĩ gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ. Nguvu hizi zinamzuia kutoka alipo. Ngai akaigĩrwo rũthingo, na mtu wa Mungu anawekewa ukuta, agacoka akaigĩrwo thigari cia kũmũrigĩrĩria nĩgetha ndagathiĩ gĩkĩro-inĩ kĩu kĩngĩ. Wanaletwa majeshi wa kumzuilia ili asiende kiwango kingine. No maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, lakini maandiko yanasema atĩ nĩ tondũ wa ũteithio waku Ngai, kwa sababu ya msaada wako Bwana, no hote gũtoria ita, ninaweza kushinda majeshi, ona no hote kũrũnga rũthingo, hata naweza kuruka ukuta. Mwana wa Ithe witũ to nginya rũthingo rũthario. Mpendwa, sio lazima ukuta ubomolewe. Mwana wa Ithe witũ to nginya ũgerere gate-inĩ. Mpendwa, sio lazima uingilie kwenye geti. Wĩna ũteithio wa Ngai, ukipata msaada wa Bwana, you can jump over the wall. Unaweza kuruka juu zaidi ya ukuta. Na ushinde wao wote. Na asubuhi ya leo, Na ushinde wao wote. asubuhi njema ya leo, Odeta haraka. Na ushinde wao wote. asubuhi njema ya leo. Ane na wĩra witũ, Wapendwa, nĩ tondũ wa ũteithio wa Ngai, kwa sababu ya msaada wa Bwana, kwĩna andũ maigĩirwo thingo mũtũrĩre-inĩ wao, kuna watu wamewekewa kuta maishani mwao, na thingo ciũkaga ciĩkĩmenyithia kĩareme, pewa jeshi na nĩgetha ĩkũrigĩrĩrie ili majeshi hawa wakuzuie gũthiĩ next level yaku. kuenda kiwango chako kingine. But today, by the help of God, Leo kwa msaada wa Bwana, we are scaling the height of our next level. tunapanda ngazi yetu ya kiwango kingine. Mwana wa Ithe witũ nĩ njũĩ ũmenyerete kĩndũ gĩtagwo level ya gũkũ thĩ. Mpendwa, umezoea kiwango cha huku chini, But through God's help, lakini kupitia msaada wa Bwana you are scaling the height of next level. unapanda ngazi yako ya kiwango kingine. Ndĩraroraga ngona atĩrĩ, Nilikuwa natazama na kuangalia, rũthingo kuna ukuta rũkoragwo border ya Kenya na Somalia. ambao ukuta huu umewekwa katika boda ya Somalia na Kenya, Na nĩgetha kĩndũ gĩtagwo thũ cia Somalia itikaingĩre Kenya. ili maadui wa Somalia wasiingie Kenya. Na hakwo rũthingo rũu-rĩ, Na pale kwenye ule ukuta hagacoka hakaigwo jeshi kumewekwa majeshi cina matharaita ma mĩthemba yothe, wakiwa na kila aina ya silaha. ikoragwo na nginya kĩndũ gĩtagwo binoculars cia kũrora, Huwa wanakuwa mpaka na binoculars za kuona mtu akiwa mbali, nĩgetha thũ itikae ku-access rũthingo. ili maadui wasiweze kupanda ule ukuta. Na mũndũ na mwana Ithe witũ ũguo nĩguo gwĩkĩkaga thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Tendo hivyo ndio kunafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Nĩ kũrĩ andũ nĩ kũrĩ na jeshi itũmagwo Kuna majeshi wanatumwa na ikaigwo rũthingo-inĩ, na wanawekwa kwenye ukuta nĩgetha andũ a Ngai matikae gũthiĩ level ĩyo ĩngĩ. ili watu wa Mungu wasiende kiwango hicho Na kingine. ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Lakini leo kwa jina la Yesu, mũtiramakania nĩ rũthingo rwa mũthemba ũrĩkũ. haijalishi ni aina gani ya ukuta, Mũtiramakania rũthingo rũu rwakinywo mĩaka ĩigana. haijalishi ukuta huo ulijengwa miaka mingapi, Ona mũtiramakania jeshi icio cina ũũgĩ wa kĩrathi kĩrĩkũ. haijalishi hao majeshi wako na hekima na ujuzi Through
Mstari Zaburi 18:33 Biblia inasema ya kwamba miguu yangu anaifanya kuwa ya kulungu na kunisimamisha mahali pangu pa juu. Gaibole maandiko malaika. Sikia vile maandiko inasema. Atendelea taivyo wake woka. Wakati msaada wa Bwana umenishukia. Kila magoro makwa ihenya. Anaweka miguu yangu mbio. Tamakwa likaya mugoma. Kama kulungu. Na wenyewe watu maganya patere korea motogeru. Na yeye unisaidia kupanda mahali pangu pa juu. Adore wanjitaka na ihenya kanitai. Wanaoelewa kwa haraka kamata hii. Praise the name of Jesus. Amen. Atendelea wekela magoro makwa ihenya. Ya kwamba ndiye Bwana upatia miguu yangu mbio. Hindi ya kayo sio oka. Wakati huyo Mungu amekushukia. Anotaidia le. Amekusaidia. Odo wa mbele oliekala. Jambo la kwanza analolifanya. Nimwekera magoro maku ihenya. Anaweka miguu yako mbio. Nikanaweka dia. Ili ufanye nini? Nikienda uhote kuambata korea motogeru. Ili uweze kupanda mahali pako pa juu. Wewe atelele nikienda uhote kuambata korea motogeru. Iweze kupanda mahali pangu pa juu. Mbona mwabada vitu kuna kodo wito motogeru. Wapendwa, kuna mahali petu pa juu. Na nitunabatara utenyo wanga. Na tunahitaji msaada wa Bwana. Na nikienda kila magoro maito ihenya. Ili aweze kuweka miguu yetu mbio. Praise the name of Jesus. Bwana apewe sifa. Maandiko malaika atelele. Alikuwa anasema Ate magoro maitore. ya kwamba miguu yetu Matikae motedera. yasiweze kuteleza. Wabone kainero romakia magoro maito. Kwa hivyo Mungu ndiye hutupa nguvu kwenye miguu yetu. Odosio kioria kaiye kagare. Ina jambo lingine ambalo Bwana hufanya. Atubaga adomo wasito itikoro nehinya. Anafanya magoti yetu yasishiwe na nguvu. Mudenya waongoze. Siku ya leo Kwena aloganyara kila magoro maoya. kuna watu Mungu anapea miguu yao nguvu. Na nikienda mahote kutengera. Ili waweze kukimbia. Nienda mahote kuambata korea motogeru. Ili waweze kupanda mahali pao pa juu. Kila ndimo ya kumona maruga vitometire wokode. Mpendwa, baraka zako haziko kiwango cha chini. Kila ndimo ya kugekoro motogeru. Baraka zako ziko mahali pa juu. Na ndia kualika ya kiwa mako ihenyari. Na wakati kulungu anapewa nguvu za miguu, Ni hota na motengera. huyu kulungu huenda mbio. Na nigeta ekinya korea wehilo wayo kuri. Ili afike mahali palipo na baraka yake. Tuko mwana maruga vitoto wako. Kwa hivyo mpendwa, jambo la kwanza, Kainia kwekera magoro maku ihenya. Mungu atapea miguu yako mbio. Na nikienda gaire. Ili Mungu Akomenyerere kuma kore otederu. akuzuilie na mahali pa And kuteleza. your ankles will not give way. Na magoti yako hayataondoka njiani. Kidogo kiraiga your ankles will not give way. Kizungu kinasema anko zako hazitaondoka njiani. Praise the name of Jesus. Amen. Kirera muru na mwana wile vitokonyika. Ile njia wewe utaikamata Ya kudiene level ile hapo. ya kuenda kiwango chako kingine. Ya kutodia dogola madeni wa fareo. Mpendwa, hautaondoka katika hiyo barabara. I congratulate kiani posa yaku ga amen. Haleluya, nilisema amen kubwa. Udosio gere. Hilo jambo lingine, Dogehota. hauwezi Kuambata kendo getabu next level. kupanda kiwango chako Utahudherete kendo getabu moko. bila kutumia mikono. Praise the name of Jesus. Amen. Maandiko malaika atiriri. Maandiko yanasema Ati ni tondo wa uteithio waku. kwa sababu ya msaada wako Bwana, Niwe ũnduwa na mũndũ mũnene. ni wewe unifanya mtu mkubwa. By your help, Kwa msaada wako you have made me great. umenifanya kuwa mkuu. Nĩ tondũ wa ũteithio waku Kwa sababu ya msaada no wako hote kuna ũtana moko makwa ũtarĩmbũ. naweza kuvunja ngao mikononi mwangu. Praise the name of Jesus. Amen. Ndio mwĩgũkũ rĩu. Tunaelewana? Tandorani.
Niangalie uko kwa ibada. Nauliza uko kwa ibada. Ama mnaweza kusema jambo la kwanza ili tuweze kupanda kiwango chetu kingine. We need the help of God to empower our feet. Tunahitaji msaada wa Mungu akapatie miguu yetu nguvu. His help will make your feet like the feet of the deer. Mungu ataweka miguu yako mbio kama mbio ya kulungu. Na nikienda kuna mwanadamu vitu ohote kuambata kulia motogeru. Ili mpendo uweze kupanda mahali palipo pa juu. Kwenda utaijio mitona mwanadamu. Kuna msaada wetu mpendwa. Uko mahali palipo pa juu. Hilo jambo lingine la pili. Mikono yetu inahitaji msaada wa Mungu. Hauwezi ukapanda kiwango hicho kingine bila kutumia mikono. Hata wale watu huwa wanapanda milima, huwa wanatumia mikono kupanda milima. Kwa hivyo Mungu ndiye hutupa nguvu kwenye mikono yetu. Ili mpendwa tuweze kuvunja ngao. Na wakati nilitazama hali ya kuvunja ngao hii, it is a bow of bronze. Inasema ya kwamba ni ngao ya bronze. Kwa hivyo ni kitu kigumu sana. Wakati mpendwa unapanda na unabadilisha kiwango, kuna mambo mazito sana unastahili kwenda ukiyavunja. Kiwango vingine ili tuvivunje, kuna mambo mazito sana yanafananishwa na ngao ambayo iliyotengwa kwa chuma ile nzito. Lakini wakati msaada wa Bwana umefikia mikono yetu, wapenda tunaweza kuvunja zile ngao. Kile ambacho wengine wanashindwa, wewe Mungu anakuwezesha kushinda.
pursue my enemies, nikawafuata maadui zangu, overtook them. nikawashinda, I did not turn back na sikurudi till they were destroyed. mpaka wakati niliwamaliza wote. Praise the name of Jesus. Amen. Kuna moto mudenya wao mode. Kuna mtu siku ya leo Oraiga atiriri. anasema Nikurumirira. nitafuatilia, Na itanyitete. na kabla sijakamata Kiria kine level yako. kile ambacho ni changu cha kiwango kingine, Ndigucoka na thutha. sitaangalia nyuma. Tutikuhana kindu gitagwo Ephraim. Hatutakaa kama Efraimu. Ephraim, though armed with the weapon in the day of the battle. Alienda na silaha katika siku ya vita. Maandiko maigaga ati acokire na thutha. Maandiko yanasema alirudi nyuma. Ana mwile mtoto tigucoka na thutha. Wakaenda hatutarudi nyuma wakati wa vita. Na hili ndilo andiko Bwana amenipea. Ya kwamba msaada wa Bwana ukishuka kwenye maisha yetu, sitaangalia nyuma. Sitarudi nyuma. Haijalishi vita vikali namna gani. Haijalishi vita itakuwa ngumu namna gani. Bwana apewe sifa. Nimetoka mbali na siwezi nikarudi nyuma. Mwambie jirani tumetoka mbali na hatuwezi kurudi nyuma. Hatuwezi. Waliokuwa pamoja na Daudi wakafika katika mto Besoari wakiwa 200. Walipofika pale wakashindwa na safari. Daudi pamoja na wengine 200 wakafuatilia, wakafikia na wakarejesha chochote kilikuwa kimeibiwa. Nimekuja kutangaza siku ya leo, kuna msaada wa Bwana unashuka juu ya mtu, na msaada wa Bwana utatuwezesha kufuatilia, kufikia mambo yetu vingine itakuwa halisi. Huwa na mtu anasema ibada ya leo, ya baada ya leo nimetoka mbali. Anapewa sifa. Mahali nimebakisha ni padogo. Tena ikifika hapo nikisema hata kama umeishiwa na nguvu, sitabaki pale. Tunaipotea. Kuna kiwango tunasema haya juu. Toka. Ili tuweze katika kiwango chetu kingine. Sitavunjika sitarudi nyuma. Praise the name of Jesus. Amen. I pursue my enemies, Nitafuatilia maadui zangu, overtook them. nitawashinda. I did not turn back till they were destroyed. Sitarudi nyuma mpaka niwamalize wote. Until I am settled. Mpaka nitulie. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Siwe unajua kiwango chako kingine kile unataka. Praise the name of Jesus. Amen. Ni kama vile tulikuwa tunasema Jumapili, ya kwamba mtu awe na ujauzito angoje miezi 9 anapoenda kwenye kiti cha kuzalisha azae upepo ama azae kaboni ama akose nguvu ya kusukuma kipao. Tumekuja kuinua mikono yetu mbele za Bwana.
nimesema. Praise the name of Jesus. Amen. Leure. Sasa Maandiko maraiga atiriri. Maandiko yanasema Kegudhomere tuthomere Mũraini wake gũgĩtagwo 43. Zaburi 18:43. Biblia inasema, umeniokoa na mashindano ya watu, umenifanya niwe kichwa cha mataifa. Umenifanya niwe nini? Kichwa cha mataifa. Huwezi kufanyika kichwa cha mataifa kabla hujafika katika kiwango hicho kingine. Watu nisiowajua walinitumikia. Unaona? Mpaka watu ambao wewe hujui wanafanya nini? Wananitumikia. Praise the name of Jesus. Jiambia asubuhi njema yako nitafanyika kuwa kichwa. Nitafanyika kuwa kichwa. Ndugu ngoja hapo. Sema vile nimesema. Nitafanyika kuwa kichwa. Nitafanyika kuwa kichwa. Mtu wewe kichwa ndio umenyitakia mundu ni mundu. Ndicho huwa kinatambulisha mtu. Tari kurehere mundu gwitwo Emmanuel. Nikuletee mfano wa Emmanuel. Emmanuel ndiye mutwe. Emmanuel hana kichwa. Tutwaranite na kiongo no kingo. Tunaambatana naye lakini hakuna shingo tu. Ngoja meet my friend. Nikwambie kutana na rafiki yangu Emmanuel. Ndio nakoroka ule. Nakoroka. Praise the name of Jesus. Amen. Rudi ndio ya gai. Agotu amotwe. Wakati Mungu amekufanya kuwa kichwa, adokotoi mabagiria kugutungate. Amen. Watu usiowajua wanaanza kukutumikia. Tufasiwe hiyo huo mstari mwingine Biblia inasema, kwa kusikia tu habari zangu. Kwa kusikia tu, sema kwa kusikia tu. Kwa kusikia tu. Tunaona hiyo next level tunaongea juu yake. Amen. Kuna watu watasikia tu habari zangu. Habari zangu. Salimia huyo mwingine amwambie next level yako. Next level yako. Kuna watu wanaenda kusikia. Watasikia. Watafanya nini? Watasikia. Kathleen. Watafanya nini? Watasikia. Gani? Watafanya nini? Watasikia. Amen. Riwele tigana na usio ngidaranyita. Wewe kuna watu watasikia. Jiambie kuna watu watasikia. Habari zangu. Wafanye nini? Mara wakanitii. Mara wafanya nini? Wakanitii. Praise the name of Jesus. Kuna level wapendwa. Mungu anapeleka hii kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna level Mungu anatupeleka. Oh yes. Pesa. Sikisikia tu. Yes. Ati tumefika mahali pale. Yes. Zinafanya nini? Zinatii. Amen. Oh my God. Jesus name. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mahali Mungu anafanya nini? Anatupeleka mali. Ikisikia ni wewe. Unafanya nini? Kaindega na mara da boteo. Praise the name of Jesus. Wetu walaji kendo getango moda ida pesa igote. Si wewe unaenda kubembeleza pesa zikutii. Nikendo getango ni todo ndo weka atia. Ni kwa sababu umeinuliwa. Madara yake ni todo ndo wanakinya hau. Kwa sababu umefika hapo. Praise the name of Jesus. Atuapia sana tajikele yai. Wewe unafanya biashara, sikiliza. Kwenda na modo wa kinyaga. Kuna kiwango watu wanafika. Pesa ikapele ya wote. Pesa inaanza kukutii. Praise the name of Jesus. Amen. Okay, mwana kelo getango Dubai. Unasikia Dubai.
wakinyenyekea. Nwanyita kinyage ni magaho kala mekete atia Wakinyenyekea. Mekete atia makai mako. Wageni nao walitembea, walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Koma sio sia mahuka. Hizo mapepo za mababu za kweli. Koma sio sia masoso. Hizo mapepo za manyanya wa kweli. Mitodo wawe. Kwa sababu wewe usaidiwa na Mungu. Mungu kukupeleka kiwango chako kingine. Kule zimejificha. Huwa zinaonekana. Je, hizi mapepo zinaonekana? Ni kusema hizo ndizo zitakuwa zinatangaza ya kwamba kuna watu tulizuilia katika tauni hii. Lakini wewe Mungu atakupatia shingo za maadui zako. Utasema sasa. Sema sasa. Now. My hands are on the neck of my enemies. Bwana sasa. Nikikuuliza siku ya leo unapomalizia. Moko makumeha. Mikono yako iko wapi? Praise the name of Jesus. Nikiwauliza nyinyi ambao mko kule mikono yenu iko wapi? Hata shingo za maadui zetu. Wanafunzi nikiwauliza mikono zako ziko wapi? Praise the name of Jesus. Amen. You will say, utanijibu, my hands mikono yangu are already yamekamata shingo ya maadui zangu. Praise the name of Jesus. Amen. Vitakaibwa. Umesikia? Mwokoma. Mikono yangu meke imekamata kino yetapo kiko shingo siado yako za maadui zangu. Mekamata. Amen. Sie kino yetapo kiko ile siado. Amen. Tulizana igwa. Mwoko akume hari. Tumesema hivi, kuna mahali tunaenda na mahali ambapo tunaenda usisahau ni kupata kazi ya kiwango changu kingine kupitia msaada wa Bwana. Ukifika hapo Mungu anakupeleka, lazima wakuheshimu, lazima wakusikie. Praise the name of Jesus. Nao maadui zako, shingo za maadui zako iko kwenye mikono yako. Maandiko yanasema ya kwamba utawafia kama vile vumbi ilivyo nyepesi. Praise the name of Jesus. Amen. Are you ready to receive the presence, the help of God? Yes. So that you may scale to the height of your next level. Tell God, Father, I'm here. Father, I am here. Father, I am here. And I need. I register. I apply for your help. In the name of Jesus. Go ahead and say in the name of Jesus. Tell God, Father, I need your help. I register.
this morning, oh God, I apply for your help. I apply for your help. So that God, I may scale to the new height of next levels in the mighty name of Jesus. Lord, I thank you. Lord, I bless you. In the mighty name of Jesus. I declare in the name of Jesus. God will make your enemies to hear of you. May your enemies hear of you. May they hear. God is taking your level. God help is upon you in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus. May your enemies obey you in the mighty name of Jesus. I declare in the name of Jesus. May your enemies lose their heart. Lose their heart. Lose their heart. Any devil, any enemy, I declare in the name of Jesus. May they lose their heart. Lose their heart. In the mighty name of Jesus. I declare in the name of Jesus. Everywhere your enemies are hiding, I declare in the name of Jesus. Let them travel in their hiding place. In the name of Jesus. In their stronghold. In the mighty name of Jesus. Receive the help of God. Receive the help of God. May God empower your heart. May God empower your heart. Break every bow. Break in the name of Jesus. Every bow of bruise. In the mighty name of Jesus. May God empower your feet. In the name of Jesus. Run in the name of Jesus. Run in the name of Jesus. Run in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus, your anchors will not give way. In the name of Jesus. Mighty name. Celebrate the Lord. I say celebrate the Lord. We package our offerings, we package our tithe, we package matoleo yetu, na Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Katika nyumba ya Bwana tunakujanga tukiwa na dhabihu ya kumshukuru. Watu wapatiwe bahasha, kuinua tu mkono na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Kama ni taifa, utaandika nambari yako, na Mungu ni mwema na mwaminifu kwa jina la Yesu. Na taifa tunaletanga saidi, sadaka nayo tunaletanga hapa, na Mungu wetu ni mwema. Tuendelee, na kama unatuma kupitia kwa simu, details ziko kwa bahasha, au unaweza kuangalia kwa ukuta, na Mungu ni mwema na mwaminifu. Amen. Scaling the new heights of next levels. Kama kuamini hata kuambia Mungu kwa imani ya kwamba hii sadaka natoa siku ya leo ndio ya mwisho, na Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu kwa jina la Yesu. Amen. Inua sadaka yako, matoleo yako yote mbele za Bwana, tuombe.
Tunakushukuru asubuhi njema ya leo. As we give our time, as we give our rough offering, Baba, tunaomba ya kwamba uendelee na kutubariki na kutuinua kwa jina kubwa. Kwa jina la Yesu tumeomba tena tumeamini. Amen. All tithes tunaleta kwenye hiki kitabu, sadaka tunaleta hapa, na Mungu ni mwema, ni mwaminifu. Tulete ili tuchukue hatua hiyo ya Mungu. Ni wakati wa kuleta matoleo. Nimesema tithe tumeleta mbali, nayo sadaka tunaleta kwenye hiki kitabu. Amen. God bless you. Our next level fellowship.